warahmatullahi wabarakatuh. Kipindi kilichopita tulizungumza kisa cha yule kijana ambaye aliuliza swali kwamba mimi ni Mkristo ili nisilimu, akauliza swali lake na tukamjibu walillahi alhamdu. Hivi sasa ni Muislamu mwenzetu na tunaendeleza kumueleza uzuri unaopatikana katika dini ya Uislamu. Walillahi alhamdu, na kufahamisha na wewe pia ambaye bado hujasilimu au unataka kufahamu uzuri unaopatikana katika Uislamu, basi endelea kufuatilia katika channel yetu na usisahau kusubscribe ili kwa kwanza kupata video zetu. Tulizungumza ya kwamba tutaeleza kisa cha Mus'ab ibn Umair, sahabiyul jalil, sahaba mtukufu ambaye naye alisilimu. Kipindi cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitokea kijana ambaye mazingira yake kabla hajasilimu yalikuwa ni mazuri. Kwa lugha sasa hivi tunaweza kusema kijana mtanashati, mavazi yake yanavutia, nguo zake zinavutia. Lakini kwa nini alikuwa ni mtanashati, anapendeza mbele za watu? Kwa sababu huyu kijana wazazi wake ilitokea kumpenda mapenzi ya hali ya juu. Wazazi wake walimpenda sana huyu kijana kufikia wakati kwa zama za sasa hivi tunaita kwamba ni kijana mtanashati ambaye sio kijana wa hovyo. Nakumbuka kisa kabla hajasilimu huyu kijana, ilitokea Makuraish, wale vijana wa hovyo waliwahi kumuita ya Abdullah ibn Mas'ud, ewe Abdullah ibn Mas'ud, twende katika klabu ya pombe kuenjoy bwana. Abdullah ibn Mas'ud akasema hapana bwana, mimi kuhusiana na kwenda vitu kwenye pombe, kwenye miklabu, mimi sio mambo yangu, sijazoea, yani kutokana na utanashati aliyekuwa nao hapo kabla hajasilimu. Lakini pia likatokea kundi jingine likamuita Abdullah ibn Mas'ud, twende kwenye kuinda, kwenye kuinda ndege, kwenye kuinda al-ghanam tunaweza tukasema. Lakini pia hakuenda kwa sababu ya utanashati ambao alikuwa nao. Lakini yeye alikuwa ni mtu ambaye mwenye kufuatilia baadhi ya mambo. Yeye akaanza kufuatilia kwamba anasikia kuhusiana na masala ya haya dini, kwa akaanza kudadavua dini ipoje na dini yani kaanza kuchunguza kati ya hii dini ya Uislamu ambayo aliyekuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dini ambayo ya mababu zao. Katika pita zake akakutana na wazee ambao wanazungumzia kuhusiana na dini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pia wanazungumzia na dini yao. Wazee katika maneno ambayo walikuwa wanazungumza walikuwa wanasema hivi: Muhammad sisi anatuchukuliaje kuja kutuachisha dini ya mababu zetu za kuabudia jua, ya kuabudia masanamu, ya kuabudia miungu miwili au mitatu, maana anasema kwa jina la Baba na la Roho Mtakatifu, amina. Ile wanamaanisha kwamba miungu yao ipo mitatu au wanasema miwili. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yeye kipindi anatekeleza darasa dawa, ikasikika kwa hawa watu. Mus'ab ibn Umair kipindi anapita, wakaanza wakamsikia, akawasikia wale wazee wanayediscuss kuhusiana na jambo lile. Muhammad kwa nini aje kutufundisha au aje kutuambia, kuja kutukataza na dini hizi zetu, wakati sisi dini zetu tumerithi kwa mababu zetu? Huyo Mus'ab ibn Umair jambo lile akaliweka akilini na akaanza kudadavua. Akaona hawa wanasema kwamba tuabudie jua linapita na linaondoka na lina mwisho wake, na hivi ndio ninavyotakiwa katika maisha mwanadamu au Muislamu. Uwe unafikiria kuhusiana na masala ya mambo, kuna baadhi ya mambo ni ya kijinga. Kwa hiyo Mus'ab ibn Umair alikuwa ni kathirul fakri, mwingi wa kufikiria. Baada ya kuona dini ya haki ni ipi, baada ya kufahamu dini ya ukweli ni ipi, akaona inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, hakika dini ya ukweli ni dini ya Uislamu. Alichokiona Abdullah ibn Mas'ud au katika majambo ambayo aliyafikiria, akaona aende kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akasema kwamba mimi nataka kuwa Muislamu.
Huyu kijana alikuwa ni mtanashati, huyu kijana alikuwa anapendeza. Kabla hajasilimu wazazi wake walikuwa wanampenda mapenzi yaliyokuwa makubwa, na wazazi wake kwa kuwa walikuwa na mali, walikuwa ni matajiri, walimwambia Abdullah ibn Mas'ud, Mus'ab ibn Umair, khudh ma shi'tan wa da' ma shi'tan, kwamba katika mali zetu wewe unaweza ukachukua chochote unachokitaka, kwa mapenzi ya dhati wanayompenda yule Abdullah Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair huyu ndio sahaba ambaye tunayemzungumzia, nilichanganya hapo. Kwa hiyo tunamzungumzia Mus'ab ibn Umair. Baada ya kwenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabiyul jalil Mus'ab ibn Umair akasilimu, na baada ya kusilimu akamwambia, ya Rasulullah, mimi wazazi wangu wananipenda mapenzi ya dhati, mapenzi ya juu, na wanasema wao sio Waislamu. Je, wakija wakigundua na imani mimi watakuwa hawanipendi na watanifukuza nyumbani, je mimi itakuwaje nikisilimu? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia Mus'ab ibn Umair, akamwambia kwamba wewe unaweza ukasilimu, lakini bisiriyan, kwa siri, kwa sababu al-ibada baina al-abdi wa baina Allah, kwamba ibada inatokana baina ya mja pamoja na Allah, yani wewe na Allah, wewe na Mola wako tu. Kwa ibada sio lazima ujionyeshe kwa watu. Kama hivi sasa watu ili watekeleze ibada, wanatekeleza ibada kwa visababu maalum, subhanallah. Kwa hiyo akaelekeza Mus'ab ibn Umair namna gani ya kutekeleza ibada, na Mus'ab ibn Umair akasilimu na akaanza kutekeleza ibada kwa siri. Hivyo basi kwa wale ambao pia hawajasilimu, wanaogopea labda wazazi wao, pia wanaweza wakasilimu bisiriyan, kwa siri, na wakaanza kutekeleza ibada kwa siri inshallah. Kwa hiyo Mus'ab ibn Umair akasilimu kwa siri na akaanza kutekeleza ibada kwa siri, na ikafikia siku kadhaa, lakini wale ambao walikuwa ni wanafiki hawajasilimu, kwa sababu wapo katika watu, Allah anatueleza katika Qur'an, yukhadi'una wa minan nas man yaqulu amanna, wapo katika watu wanasema katika nafsi zao tumeamini. Wa minan nas man yaqulu amanna billah, kwamba tumemwamini Allah, wa bil yawmil akhir, tumeamini kwamba kuna siku ya mwisho, wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin, kwamba kumbe wao hawajaamini katika nafsi yao. Yukhadi'una Allah, wanamdanganya Allah. Yukhadi'una Allah walladhina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Angalia Allah anavyoeleza kwamba hawa ambao wanamdanganya Allah wakasema kwamba tumeamini, basi hawadanganyi chochote isipokuwa wanadanganya nafsi zao. Nafsi zao ndio ambazo zinazowadanganya. Sasa hawa wanafiki wakaenda kwa wazazi wa Mus'ab ibn Umair, akamwambia, bwana mtoto wako amesilimu, sasa hivi ametoka katika dini zenu. Kwa katika maamuzi ambayo walichukua wale wazazi wao wa Mus'ab ibn Umair, walichukua maamuzi ya kumfukuza katika nyumba yao. Wakamfukuza Mus'ab ibn Umair